mimi nilikuwa siko na nikakuta na mke wangu, bali nilikosea sana. Kwa hivyo naenda kupambana na yeye. Nini? Utaniambiaje kanisa? Utaniambiaje? Maana hatua uliyoambiwa ile ya mwisho kufanya nini? Unaniambia unaniambia nini? Kanisa. Si kanisa lina kiongozi. Ni nani? Ndio mchungaji akisaidiana na wazee wa kanisa. Unaenda kwa kando bila hata washiriki hawajajua lolote, unaongea na mchungaji au mzee wa kanisa, mnaongea, unasema hata nilienda na huyu, lakini akatukatalia. Hata sisi mara ya kwanza nilienda peke yangu, nikamwongelesha vizuri na nikakubali, nikamchukua huyu Francis, tukaenda pamoja, tukaongea na yeye, hakukubali. Sasa fanyeni pastor au mzee wa kanisa anaelekeza, analipwa kata nyinyi, akiweka huyo pastor au huyo mzee wa kanisa na nyinyi mafanyia ambao mlimwendea na yeye. Hao unawajua hapa? Huyu nani na huyu nani unawajua? Kuna wakati walikuja kwako wakakuongelesha. Walikuongelesha kuhusiana na jambo gani? Hivi. Ni sawa? Je, ukasema nini? Mimi hatasikubali kabisa. Maana watu siwezi hata mkiniangalia hivi. Unafikiria mimi naweza kufanya hivi? Siwezi. Kwa hivyo mimi sikufanya. Sasa Biblia hapo kuacha mizani. Hapo amekataa au wamemzungumzia na amekataa. Ndipo mchungaji au mzee wa kanisa anaita baraza. Lakini neno ni hili: wakati ambapo jambo linaenda kuongelewa kumhusu mshiriki na hatua ichukuliwe, hatakikani mzee wa kanisa akaleta baraza ya kumhusu mshiriki ambao ni nidhamu achukuliwe hatua. Baraza hilo alikaliwi na mzee wa kanisa, ni mchungaji, na tena si mchungaji wa kawaida, ni mchungaji ambaye amekuwa ordained, amewekwa wakfu. Mchungaji aliyewekwa wakfu ndiye anatakalia baraza ya kuchukulia hatua ushiriki, na ni kwa njia ya upendo, ni kwa njia ya utaratibu, ili aone ule upendo ambao wenzake wanampenda, si kumwonea. Ndipo akiwa atakubali katika uamuzi utakaofanyika ya kwamba huyu kwa kuwa amekataa, sasa ni asimamishwe ushirika, asiwe mshiriki, asiwe na sauti, asinene chochote, aendelee kuhudhuria kanisa, lakini hana sauti, hawezi kuruhusiwa hata kuchangia discussion, hawezi. Yeye ndiye tu amulia, sikilize, afundishwe, maana hajakomaa, ni afundishwe. Sasa katika hatua hiyo inachukuliwa kwa utaratibu na upendo kwa huyo mpendwa, ili adumu katika kundi la Mungu. Mnakaa mwongozo huko, ni fundisho la kesho hilo. Sasa mwongozo huko, yale mambo ambayo watu wanataka kuchukuliwa hatua kwayo, mwongozo ufuatwe. Kama atasimamishwa ushirika,
Ni kwa muda gani? Miezi 3 au miezi 6 au miezi 9 au miezi 12. Inaongezeka mitatu. Ya kwanza miezi 3. Ikiwa si tatizo kubwa vile, inakuwa ni muda mfupi. Kama ni tatizo kubwa kiasi, muda wa kadri. Kama ni tatizo kubwa sana, muda mrefu. Miezi 3, miezi 6, miezi 9, miezi 12. Lakini pia hata anapochukuliwa hatua ya kwamba amesimamishwa ushirika, anaendelea kuzungumziwa, yani amewekwa kando ili ajihoji, alione kosa lake, ili kwa upendo arudi, ajikubali, ili kwamba aendelee vizuri. Kuchukuliwa hatua si ya kwamba amechukiwa, ni ule upendo ulioko katika kanisa la Mungu, ndiposa anachukuliwa hatua ili ajirekebishe, aingie mbinguni. Ni ya kwamba anatakikana come to his senses. Wakati ule mwana mpotevu alipoenda akaponda mali zake akamaliza, si moyoni mwake akazingatia. Alipozingatia moyoni mwake, alipojihoji, akaona kweli mimi nilikosa mbele za Baba na mbele za Mungu. Kwa hivyo akajiona ya kwamba hafai, ndipo akakubali kunyenyekea, badala ya kuwa mwana awe mtumishi, awe mtumwa wa babake. Alikuwa ameona kosa lake. Hivyo hivyo katika kanisa, sote tu viungo vya Yesu Kristo. Hatua inapochukuliwa, inachukuliwa kwa upendo. Kama ni nyumbani, unamwongelesha mtoto, hasikii, unamwongelesha, anarudia, unamwongelesha, anarudia. Kiboko sasa kinamrekebisha, kama ni nyumbani. Lakini kanisani tunachapana viboko? Hakuna. Tunarekebishana kwa njia hiyo, kwa upole, kwa utaratibu, ili kila jambo liende vizuri na kuwe na ushirikiano, tutayarishane kwa ajili ya mbingu. Amen. Ndio. Zaidi ya hapo, kwa kuwa mambo yataendelea kutokea hapa na pale, na wakati fulani fulani mambo yataendelea kutokea, kwa vile mwovu shetani yuko pamoja nasi. Tuangalie maandiko matakatifu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya ya 12 inasemaje? Aya ya kwanza na ya pili. Wakorintho wa kwanza 5 aya ya kwanza na ya pili. Kwanza inasema yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Katika kanisa la Korintho kulikuwa na shida, na kanisa la Korintho ni mfano halisi, ni mfano hai wa kanisa la Mungu katika nyakati hizi. Unapata ya kwamba katika kanisa la Mwenyezi Mungu mahali tofauti tofauti kunatokea mambo ambayo hayafai kabisa, hayastahili, kama vile kanisa la Korintho lilivyokuwa. Kulikuwa mtu akiwa hebu rudia hapo. Yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Kuna nini? Zinaa. Zinaa. Na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa. Okay. Kwamba mtu awe na mke wa babaye. Zinaa ni kitu gani? Zinaa, niambie ni zinaa. Zinaa ni nini? Na inua mkono, chorus sitaelewa. Inua mkono unieleze zinaa ni kitu gani? Kila mmoja anasema nani atamfunga paka kengele. Yani ni hivi, mnajua zinaa?
Haya, kama mnajua, mmesema wengi lakini nikisema nani atainua mkono? Hakuna. Ni asante. Simama useme kwa sauti. Asante. Mbona unasita tena? Si umetaja alafu labda wamesema ndio sababu usiwaogope hawa, ni ugonjwa Okay, kwa hivyo zinaa ni ugonjwa fulani Hai, mwingine ndugu yangu hapo. Kuonana kimwili na mtu ambaye si mkeo, kuonana kimwili na mtu ambaye si mumeo inaitwa nini? Inaitwa nini? Hai, mwingine anasema washerati. Sasa washerati nao ni nini? Washerati ni huyu hajaoa na huyu hajaolewa, wala si mtu na mkewe, hawa wanaonana kimwili. Hiyo inaitwa nini? Washerati. Lakini hebu natusome katika Waebrania 13 aya ni 4. Waebrania 13 aya ya 4 inasemaje? Inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wangapi? Wote. Na malazi yawe safi. Kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumu adhabu. Mungu atawahukumia adhabu wazinzi na waasherati. Mungu atafanya nini? Atawaadhibu. Haya, tumeongea juu ya wazinzi, tumeongea juu ya waasherati. Si umejua wazinzi ni watu gani? Na waasherati mmejua ni watu gani? Wanapatikana hapa kati yetu. Wako au hawako? Katika nyinyi pana wazinzi hapa? Wako. Na waasherati wako? Wamechukuliwa hatua au wameachwa hivyo hivyo? Mwingine anaongea na mwingine anamwambia anyamaze. Haya, soma 2 inasema. Soma hapo uliposoma. Inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Wazinzi na waasherati Mungu atafanya nini? Haya, ni adhabu gani? Ni adhabu gani? Adhabu ya Mungu ni ipi? Hakuna mzinzi atakayeingia mbinguni. Hakuna mwasherati atakayeingia mbinguni. Sehemu yao ni katika ziwa la moto. Sasa kabla ya kufika hapo, si asaidiwe ili aingie mbinguni? Asaidiwe. Atasaidiwa kivipi? Ni hii hatua ambayo nimewaelezea. Anachukuliwa hatua, aidha kusimamishwa ushirika kwa kipindi fulani au kuondolewa kabisa ushirika. Na anapoondolewa ushirika hatarudi tena bila kubatizwa. Kama ni adhabu ya kuondolewa ushirika, anaondolewa ushirika, anafutwa ushirika, halafu anafanya nini? Akijiuta, akiona kosa lake, anaungama, anakiri, anaomba msamaha, anarudi kwa njia ya ubatizo, anabatizwa tena. Ndio hivyo. Sasa wapendwa, hayo yote yanafanyika kwa nini?
kusaidiana ili tuingie mbinguni. Hatua inachukuliwa. Yeyote ambaye anakosa ambalo amemkosea mwenzake, by the way, ikiwa ni kosa kama hilo ambalo tumetaja la uzinzi wa uasherati, ikiwa ni kosa kama hilo, amemkosea nani? Amemkosea nani? Mungu. Wewe ukienda na mke wangu nitakuwa radhi nawe? Ukienda na mke wangu, ukionana kimwili na mke wangu, nitafurahia? Asi utakuwa umenikosea. Halafu angalia, nikwambie, unapomkosea mwenzako umemkosea Mungu pia, kwa kuwa huyo ni kiumbe cha Mungu ambacho Yesu Kristo alimwaga damu yake kwa ajili ya huyo. Unapomkosea huyo mtu ambaye Yesu Kristo alimwaga damu yake kwa ajili yake, umemkosea pia huyo Yesu. Umemkosea muumba wa huyo mtu. Mnanielewa? Kanisa la Mungu ni kanisa ambalo linatakikana liende kulingana na mpango wa Mungu, na ni ya kwamba kuchukuliwa hatua si ya kwamba wamekuonea, lakini ni upendo. Wamekupenda, ndio sababu wanakuchukulia hiyo hatua, ili ufikiri, ujipeleleze, ujichunguze na utubu, uungame, ukiri, uache kosa lako, umrudie Yesu, utayarishwe kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini katika yote yatendeke kwa upendo. Nidhamu ni lazima iweko, kama katika familia pia. Kanisa la Mungu ambao ni familia, kuwe na nidhamu. Na nielewa. Swali? Ndio. Hata ni mawili. Okay. Haya, kwanza wewe halafu yule. Amen. Okay. Hai. Katika kitendo hicho huwa kinatendwa hadharani. Lakini nyakati hizi tunazoenda naona kitakuwa waziwazi. Manake imekuwa kama Sodoma. Sasa dada anauliza, ikiwa hichi kitendo kimetendwa, walitenda huko, hakuna aliyewaona, watachukuliwaje hatua? Hapo kuna mlalamishi. Siwe kuna mlalamishi ndio asikizwe kama atatoa ushahidi wa kutosha. Mlalamishi atakuwa ni nani? Hawa wawili walisikizana, wakaenda wakafanya huko kwa lodging ile, huko kwa guest house. Sasa wamekuja hapa ni watakatifu kabisa, hakuna aliyewaona, wanatakana wachukuliwe hatua. Wanachukuliwa. Haya, nani atakuwa ni mlalamishi? Elisoma. Na labda pengine atakuwa sijui umepiga warning. Ni ya kwanza. Pana dakika ngapi? 5. Okay. Na labda pengine ikiwa huyu ana rafiki yake ni fulani, wanakuwa pamoja mara kwa mara, ambaye unajua yule namjua, hata usione yule mkewe vile anavyojigamba, hata si chochote yule, ninamjua, tulifanya hivi na hivi, yeye hata ana alama fulani katika sehemu fulani hizo za siri. Hai. Sasa huyo amemwambia yule na yule amwambie yule, hatimaye ijulikane.
atachukuliwaje hatua? Salimwambia Anyway, kuna mengine ambayo mpaka uwe makini, na tena hatua inapochukuliwa kwe hakuna doubt yoyote, imethibitishwa. Ndugu yangu ndio asante ndugu yangu. Mungu awabariki. Tusimame tupate ombi. Tunaomba. Baba Mungu mtakatifu, tunakuja kwako tukikushukuru. Tuna asante sana kwa vile ambavyo umetuita ukatutoa katika giza ukatuleta katika nuru yako ya ajabu, na umetupatia nuru hiyo ili tuishi katika hiyo, tuenende katika hiyo, na tuwaangazie wenzetu ambao wakali katika giza. Peke yetu hatuwezi. Twakuomba Mwenyezi Mungu, uwepo wako pamoja nasi. Mimina Roho wako Mtakatifu afanye makao mioyoni mwetu, ili katika lolote tunalolinena, tunaloliwaza, tunalolitenda, tuongozwe na Roho wako Bwana, na yote yalete sifa na utukufu kwako, na yakainue jina lako. Twakuomba ni kwa jina la Yesu aliye ni mkombozi wetu. Amen.